Yafuatayo ni maswali matatu ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza kabla ya kuingia katika mwaka mpya, mwaka 2026. Popote ulipo unavyoniangalia wakati huu, hakikisha upo na sehemu ya kuweka note, kwani maswali haya ni muhimu kwa kila mmoja wetu. Swali la kwanza unatakiwa kujiuliza, ni tabia gani tatu zimekuwa zikikurudisha nyuma kila mara unavyohitaji kuweza kutimiza ndoto zako au malengo yako? Hapa sihitaji kulemba maneno, ni wewe kuwa mkweli na kuziorodhesha hizo tabia tatu ambazo zimekuwa zikikuvuta shati kila unapokuwa katika mbio na kuzikimbiza ndoto zako ama malengo yako. Andika tabia hizo tatu, kwani kwa kuzijua na kuzimaster vizuri tabia hizo, ama kwa kuzijua na kuziweka kando, itakusaidia sana kuweza kufanikisha kila jambo utakalolianza mwaka 2026. Mfano, unaweza ukaorodhesha tabia namba 1 ni tabia ya kuwa na wanawake wengi. Tabia hii imewakosti vijana wengi sana kushindwa kutimiza malengo yao. Unavyokuwa na wanawake wengi, tambua kabisa kwamba hiyo ni distraction. Itakutoa katika mfumo, itakutoa katika reli, na utaingia 2026 ukiwa ni wewe yule yule wa mwaka jana. Lakini pia tabia ya pili ni tabia ya uvivu. Watu wengi sana wamekuwa na ndoto kubwa, wamekuwa na malengo mazuri, lakini tabia ya uvivu imeendelea kuwarudisha nyuma kila wanapozikimbiza ndoto zao. Hakikisha unaiweka mbali tabia hii ya uvivu tunavyoingia mwaka 2026. Kwani katika mwaka huu mpya hatuhitaji uvivu kabisa, hatuna muda wa kupoteza. Lakini tabia ya tatu na ya mwisho ni tabia ya visingizio. Umekuwa ni mtu wa visingizio, umekuwa ni mtu wa kuwaraumu watu wengine katika mambo ambayo yako na ni ya msingi. Hakikisha unavyoingia mwaka 2026 visingizio unaviweka mbali. Wewe unakuwa ni mtu wa tofauti. Chochote kinachotokea kwako ni juu yako kuweza kukibeba. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili la kujiuliza kabla hatujaingia mwaka 2026 ni skills gani moja ambayo upo tayari kujifunza, upo tayari kujitoa, na skills hiyo itakusaidia kuweza kubadilisha maisha yako tunavyoingia mwaka 2026. Hapa nahitaji uweze kutaja skills moja, kwa sababu unavyotaja skills 5, unavyotaja skills 10, tambua kabisa hautoweza kumaster vizuri, na badala yake utakuwa ni average person, mtu wa kati. Unahitaji kufanya kitu fulani lakini unafanya in shallow way, hauko deep. Na ndio maana nimekushauri uweze kutaja skills moja tu ambayo utailearn, utakuwa tayari kupoteza muda wako, utakuwa tayari kujifunza, ili skills hiyo iende kukubadilishia maisha moja kwa moja tunavyoingia mwaka 2026. Binafsi naweza nikakupa mfano digital marketing pamoja na branding. Lakini pia katika hiyo digital marketing pamoja na branding utabezi sana katika aspekti ya sales. Ujuzi wa sales ni ujuzi ambao kila mmoja wetu anatakiwa kuweza kumaster. Sales ni maisha yako. Unavyoongea na watu, tambua kabisa unafanya sales. Unavyoomba kazi, unafanya sales. Unavyofanyaje, tambua kabisa sales ni ujuzi ambao hutakiwi kuukwepa mwaka 2026 kwa namna yeyote ile. Kwa hivyo, jifunze ujuzi huu kabla hatujaingia 2026, kwani tunavyoingia 2026 hatuna muda wa kupoteza kabisa. Lakini swali la mwisho la kujiuliza, je, tunavyoingia mwaka 2026 ni kiasi gani cha fedha unakihitaji? Hapa nahitaji ujibu swali hili kwa kuandika exactly amount ya pesa ambayo wewe unaihitaji. Kwa mfano, kuna mtu anakuambia mimi nina malengo ya kuwa tajiri mkubwa, nina malengo ya kutengeneza pesa nyingi mwaka 2026, lakini haweki exactly amount ambayo anaenda kuitengeneza. Unavyoweka exactly amount ya pesa ambayo unailenga ama unawaza kuitengeneza, inakusaidia ubongo wako kuweza kukutengenezea mazingira ya kuweza kukipata hiko kitu ambacho unakilenga. Kwa mfano, unaweza ukajiwekea target kwamba mimi hadi kufikia mwezi wa 12 2026 nataka tayari niwe nimetengeneza milioni 500. You see kwamba tayari una specific amount ambayo tayari unailenga. Unavyofanya kazi unajua kabisa na kilenga kitu fulani. Unavyokula unajua kabisa na kilenga kitu fulani. Unavyofanya mazoezi na yani inakuwa ni daily routine. Lakini usipoweka exactly amount, hivi vitu utaishia kuvisikia kwa wengine tu. Kwa hivyo weka specific amount, lakini usiweke tu specific amount ukaishia hapo. Weka na strategy, weka na njia ambazo zitakusaidia kuweza kufikia katika lengo lako. Kwa mfano, unahitaji milioni 500. Je, ni nini utakifanya ili kuweza kufikia katika milioni 500? Utafanya sales, utafanya mentorship,
utafanyaje? Hapo ndipo exactly hiyo goals ambayo umeiweka inakuja kutimia kwa kuweka strategy, lakini pia kwa kuwa na clear goals. Natumaini umeajibu vizuri haya maswali matatu, na hata tunavyoingia mwaka 2026 utakuwa ni mtu wa kitofauti sana. Nifahamu kama Dr. Juma na hii ni Soma Hub. Ungana na mimi katika programu zangu zingine ili kuhakikisha mwaka 2026 tunakutana sheri. See you.